بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، tunaendelea na darsa ya التوحيد، كتاب التوحيد، شرح كتاب التوحيد يا شيخ العلامة صالح معالي الدكتور صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان حفظه الله تعالى. Leo tunaingia kwenye hadith an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam qala Musa ya rabbi 'allimni shay'an adhkuruka wa ad'uka bihi. Qala qul ya Musa la ilaha illa Allah. Qala ya rabbi kullu 'ibadika yaquluna hadha. قال يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري والأراضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله. رواه ابن حبان والحاكم وصححه. حديث يا أبي سعيد الخدري رضي الله عنه amepokea kutoka kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam ya kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam amesema, qala Musa, amesema Musa alayhi salam, ya rabbi allimni shay'an adhkuruka wa ad'uka bihi, ewe Mola wangu mlezi nifundishe jambo ambalo kwamba nitakutaja nalo na nitakuomba nalo. Allah subhanahu wa ta'ala akamwambia Musa, qul ya Musa, sema ewe Musa, la ilaha illa Allah, sema la ilaha illa Allah. Qal, akasema Musa, ya rabbi kullu ibadika yaquluna hadha. Musa akamjibu Allah na kumwambia, hii kalima waja wako wote wanaitamka na wanakuwa wenye kusema kalima kama hii. Qal, Allah subhanahu wa ta'ala akasema, ya Musa law anna as-samawati as-sab'a, Musa lau kama mbingu saba, wa amirahunna, na viumbe ambavyo kwamba viko ndani ya hii mbingu saba yote, ghairi wal aradhina as-sab'a fi kiffatin, na ardhi saba kadhalika ichanganywe na hizi mbingu saba ziko kwenye mizani upande mmoja, wala ilaha illa Allah fi kiffatin, na la ilaha illa Allah iko kwenye upande mwingine, malat bihinna la ilaha illa Allah, la ilaha illa Allah itashinda hivi viumbe vyote, mbingu saba yote na viumbe vilivyokuwa ndani ya hii mbingu kando na Allah, na ardhi saba yote itashindwa na la ilaha illa Allah. Hadith rawahu Ibn Hibban wal Hakim wa sahaha. Abu Sa'id al-Khudri, jina lake kamili ni Abu Sa'id al-Khudri Sa'd ibn Malik ibn Sinan al-Khazraji al-Ansari al-Khudri nisbatan ila Bani Khudra. Ni mtu ambaye kwamba ni sahabi jalil katika kabila la Bani Khudra, kabila la al-Khazraji, katika wale walioishi Madina. Ni sahabi jalil, ibn sahabiyin, ni mtoto wa sahaba. Rawa an nabii sallallahu alayhi wasallam ahaditha kathiratan, mata sanata 74 hijriya, na amepokea kutoka kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam hadithi nyingi, na alifariki mwaka wa 74 baada ya hijra ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Musa, jina lake kamili huwa Musa ibn Imran Rasulullah ila bani Israil wa kalimur Rahman. Musa alayhi salam jina lake ni Musa ibn Imran. Huyu ni mtume wa Allah subhanahu wa ta'ala, alitumwa kwa watu wa bani Israil. Miongoni mwa mitume waliotumwa kwa bani Israil ni Musa alayhi salam. Kadhalika yeye ni kalimur Rahman, alikuwa ni mwenye kuzungumza na Allah subhanahu wa ta'ala moja kwa moja bila ya kutuma mtume mwingine, yeye mwenyewe akizungumza na Allah subhanahu wa ta'ala kupitia kwa kizuizi. Kwa hiyo mitume ambao kwamba walikuwa ni wenye kuzungumza na Allah subhanahu wa ta'ala moja kwa moja kupitia kwa kizuizi ni Musa alayhi salam na mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Allah subhanahu wa ta'ala yasema, tilka ar-rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd minhum man kallama Allah. Eka katika mitume wa Allah subhanahu wa ta'ala baadhi ambao kwamba wanazungumza na Allah subhanahu wa ta'ala moja kwa moja kupitia kwa kizuizi. Adhkuruka uthni alayka wa ahmaduka. Musa alitaka kuambiwa maneno ambayo kwamba atamsifu nayo Allah subhanahu wa ta'ala na kumhimidi nayo.
ad'uka bihi wa ad'uka bihi ay atawassalu bihi ilayka idha da'awtuka. Alitaka Musa kwa Allah subhanahu wa ta'ala maneno ambayo kwamba atayatumia pindi anapomwomba Allah subhanahu wa ta'ala. Yaquluna hadha ay hadhihi alkalima. Musa alayhi salam hakutaka maneno ambayo kwamba yanasemwa na kila mtu. Ndio maana akamwambia Allah subhanahu wa ta'ala, kullu ibadika yaquluna hadha, waja wako wote wanasema haya maneno. Mimi ni mtume wako, nazungumza na wewe direct, nataka maneno ambayo kwamba ni specific kwangu mimi nitumie ninapokuomba wewe. Waamirahunna ghairi man fihinna min al-ummari ghairullah. Pale Allah subhanahu wa ta'ala aliposema viumbe vyote au ardhi zote, mbingu zote saba na viumbe vilivyokuwa ndani yake, maana yake al-ummar iliyotajwa hapa ni viumbe vilivyokuwa ndani ya hii mbingu saba, ambao kwamba ni kando na Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala akiwa hayuko ndani. Fi kiffatin, ikawekwa kwenye mizani moja. Ay law wudi'at hadhihi al-makhluqat fi kiffatin min kiffatay al-mizani wa wudi'at hadhihi al-kalimatu fi al-kiffati al-ukhra. Hivi viumbe vyote mbingu saba na vilivyokuwa ndani yake na ardhi saba yote ikawekwa kwenye upande mmoja wa mizani, na la ilaha illa Allah ikawekwa kwenye upande mwingine wa mizani. Malat bihinna ay rajahat alayhin, itazidi ile la ilaha illa Allah uzito wake, uzito wa hivi viumbe vyote. Al-maana al-ijmali lihadith, maana ya ujumla ya hadith, anna Musa alayhi salatu wassalam talaba min rabbih azza wa jalla an yuallimahu dhikran yuthni alayhi bihi wa yatawassalu ilayhi bihi. Musa alitaka kwa Allah subhanahu wa ta'ala amfundishe maneno ambayo kwamba atamsifu nayo na atayatumia hayo maneno katika kumwomba Allah subhanahu wa ta'ala. فارشده الله أن يقول لا إله إلا الله، فأدرك موسى أن هذه الكلمة كثير ذكرها على ألسنة الخلق. Allah akamwambia sema la ilaha illa Allah, lakini Musa akaona haya maneno watu wengi wanayasema haya maneno. Wa huwa inma yuridu an yakhussahu bi dhikrin yamtazu bihi an ghairi. Musa alayhi salam alitaka maneno ambayo kwamba yatakuwa ni specific kwake yeye na Mola wake, ambao kwamba atakuwa ni mwenye kuyatumia. Fabayyana Allahu lahu 'idhama fadli hadha adh-dhikri alladhi arshadahu ilayhi. Allah subhanahu wa ta'ala akambainishia ubora wa hii dhikri ya la ilaha illa Allah, wa annahu la shay'a yu'adiluhu fil fadl, na kwamba hakuna kitu ambacho kwamba kinakaribia fadla ya kalima kama hii ya la ilaha illa Allah. Munasaba wa hadithi hii kwa mlango ambao kwamba tuko ndani yake, anna fihi bayana fadli kalimati tauhid wa annahu la shay'a yu'adiluha fil fadila. Kuna kubainishwa kwa fadla ya kalima ya tauhid na kwamba hakuna jambo linalotoshana na kalima kama hii ilivyokuwa na fadla kubwa. Ma yustafadu min alhadith, kuna faida gani tunapata kwenye hii hadithi tukimalizia? Aidhamu fadli la ilaha illa Allah lima tatadhammanuhu min at-tauhid wal ikhlas. Kuna ukubwa wa fadla ya la ilaha illa Allah kwa sababu ndani imekusanya tauhid ambayo kwamba ni kalima kubwa, na ndani yake kadhalika imekusanya ikhlas. Faida ya pili, fadlu Musa alayhi salam wa hirsuhu ala at-taqarrub ila Allah. Kuna ubora wa Musa kwenye hii hadithi, ubora wa Musa alayhi salam na ile pupa yake aliyokuwa nayo katika kujikaribisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Faida ya tatu, anna al-ibadata la takunu illa bima shara'ahu Allah wa laysa lil-insani an yabtadi'a fiha min 'indi nafsi. Ni kwamba ibada haiwi isipokuwa ile iliyowekwa sheria na Allah subhanahu wa ta'ala. Hapa Musa amemuuliza Allah subhanahu wa ta'ala, nitajie jambo ambalo kwamba nitakutaja nalo na nitakuomba nalo. Kwa hiyo Allah ndo akamwekea sheria, sema la ilaha illa Allah. Kwa hiyo ibada haiwi isipokuwa ile iliyowekwa sheria na Allah subhanahu wa ta'ala. Walaysa lilinsani an yabtadi'a fiha min 'indi nafsi, na mwanadamu hana ruhusa ya kuweka ibada kutoka kwenye nafsi yake mwenyewe. Lianna Musa talaba min rabbih an yu'allimahu ma yadhkuruhu bihi. Faida ya nne, anna mashtaddat alhajatu wadh-daruratu ilayhi kana akthar wujudan. Jambo ambalo kwamba lina haja zaidi, huwa kawaida hili jambo linakuwa linapatikana pia zaidi. Jambo likiwa na haja zaidi pia linapatikana zaidi. Fa inna la ilaha illa Allah lamma kana al-alamu mutarran ilayha kanat akthar al-adhkar wujudan wa aysaraha husulan. Angalia,
La ilaha illa Allah, vile watu wametaka sana kuitamka hii kalima na watu wameihitajia sana kwa sababu ya fadhila iliyokuwa ndani yake, pia imekuwa ni rahisi kwa watu kuitamka. Mfano mwingine mzuri katika maisha yetu, mambo ambayo kwamba yanahitajika sana na watu, kupatikana kwake pia ni rahisi. Kwa mfano kwenye chakula, kiungo cha chumvi. Chumvi inapatikana kila mahali. Kwa sababu gani? Watu wengi wanahitajia hii chumvi ndio ili waweke kwenye chakula chao waweze kula. Kwa hiyo inakuwa ni rahisi kuipata jambo kama hili. Hivi kadhalika kwenye ibada, jambo ambalo kwamba liko na dharura kwa watu pia inapatikana rahisi kwa watu. Anna Allaha fawqa samawati liqawlihi wa amirahunna ghairi. Faida ya 5 ni kwamba Allah subhanahu wa ta'ala yuko juu ya mbingu pale aliposema kwenye hii hadithi wa amirahunna ghairi, na viumbe vyote ambavyo kwamba viko ndani ya mbingu 7 kando na mimi Allah subhanahu wa ta'ala. Ina maana Allah subhanahu wa ta'ala yuko juu ya mbingu. Mbingu zote 7 ziko chini yake, Allah subhanahu wa ta'ala yuko juu. Faida ya 6, annahu la budda fi dhikri bihadhihi alkalimati min at-talaffuz biha kulliha. Annahu la budda fi dhikri bihadhihi alkalimati min at-talaffuz biha kulliha. Wewe unapotaja hii dhikri lazima uitaje hii dhikri kwa ukamilifu wake. La ilaha illa Allah. Usiseme la ilaha peke yake. Ukisema la ilaha peke yake maana yake ni hakuna Mungu. Illa Allah, sasa ndo kusema isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Hakuna Mungu isipokuwa ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo ukileta hii kalima unaileta kwa ukamilifu wake. La ilaha illa Allah. Wala yuktasaru ala lafdhi aljalalati Allah kama yafaluhu ba'd aljuhal. Wala usiseme peke yake kalima ya Allah peke yake. Kuna watu wanamtaja Allah subhanahu wa ta'ala wanasema Allah 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 peke yake, na maana yake wanakusudia ati ni la ilaha illa Allah, na wametaja Allah peke yake. Itakuwa haina fadhila iliyotajwa kwenye hii hadithi. Fadhila ndio upate ile fadhila iliyokuja kwenye hii hadithi, useme kalima kwa ukamilifu wake, la ilaha illa Allah. Faida ya 7, ithbatu mizani al-a'mali wa annahu haqqun. Kuna kuthibitisha kwamba kuna mizani ya amali siku ya kiyama na kwamba ni haki, ni jambo ambalo kwamba lipo. Faida ya 8, anna al-anbiya yahtajuna ila tanbihi ala fadli la ilaha illa Allah. Manabii wa Allah subhanahu wa ta'ala wanahitajia kutanabahishwa na fadla na ubora wa la ilaha illa Allah. Huyo ni Musa alayhi salam, anatanabahishwa na Allah subhanahu wa ta'ala kwamba la ilaha illa Allah ni muhimu, inashinda hata mbingu 7 na viumbe vilivyokuwa ndani yake na ardhi zote inashindwa na hii kalima la ilaha illa Allah. Faida ya mwisho, faida ya 9, anna al-aradhina 7 kas-samawat. Ni kwamba ardhi kadhalika pia ziko 7 kama mbingu zilivyokuwa 7. Kwa hiyo mpaka hapa tutakomeka na darasa ya leo insha Allah taala. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilayk. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.